Hello ndugu watazamaji, karibuni katika simulizi yetu nzuri na ya kusisimua. Barua iliyofichwa na siri ya bwawa. Siku chache baada ya Juma kupokea barua ya Maua, maisha yake yalibadilika kidogo. Hakutoka nje mara nyingi. Alifunga duka lake mapema. Akaketi ndani ya chumba chake kidogo chenye harufu ya simu za mitumba na chai iliyobaki. Alisoma barua hiyo tena na tena mpaka karatasi ilianza kukunjamana kati ya vidole vyake. Lakini kitu kimoja kilimshangaza. Chini ya barua karibu na neno maua yako kulikuwa na alama ndogo kama nembo, herufi M iliyozungushiwa mduara mdogo na ndani yake namba 7. Juma hakukumbuka alama hiyo au labda alisahau. Usiku mmoja karibu saa 2 asubuhi simu yake ililia. Namba isiyojulikana. Alipopokea, sauti ya mwanamke mdogo karibu kama ya mtoto ilisema, "Juma, usiache kuimba. Bado kuna kitu Maua alikuachia. Angalia chini ya jiwe lako la redio. Usimwambie mtu yeyote." Simu ikakatika. Juma angalia dirishani. Mtaa ulikuwa kimya. Sauti ya maji ya bwawa yakigonga polepole. Alichukua tochi yake ya zamani, ile ambayo ilifanya kazi kwa betri 2 tu. Akavaa viatu vyake vya plastiki vilivyochakaa na akatoka nje. Alifikia jiwe kubwa karibu na bwawa. Alichukua kwa juhudi. Jiwe hilo lilikuwa zito sana kwa mtu mmoja. Chini yake aliona sanduku dogo la chuma, limefungwa kwa ufunguo mdogo ulio na nembo ile ile M na 7. Alifungua. Ndani kulikuwa na CD moja ya zamani, kama nyimbo za miaka 2000. Picha nyingine, sio watoto tena, bali ya Maua akiwa mkubwa hospitalini bed, akiwa na tabasamu dhaifu, na karibu naye mwanamke mwingine anayefanana naye sana, labda dada. Karatasi iliandikwa, "Juma, kama umepata hii, maana umesikia sauti yangu. Hii ni CD ya wimbo wetu. Nilirekodi siri hospitalini, lakini usisikilize peke yako. Kuna mtu anahitaji kusikia pamoja nawe. Mtafute dada yangu Amina. Yuko mtaa Karakana, duka la viatu karibu na barabara ya reli. Mwambie Maua alikuachia kitu cha kukumbuka usiku wa mwezi. Atakuelewa." Juma aliangalia bwawa. Maji yalikuwa kimya sana usiku huo, kama yanamsikiliza. Alichukua CD na picha, akazificha ndani ya jezi yake na akarudi nyumbani. Kesho yake aliamua kwenda Karakana. Alipanda daradara, akashuka karibu na reli na akaanza kutafuta duka la viatu. Alipofika aliona duka dogo lenye jina Amina Shoes. Mwanamke aliyekuwa ndani alikuwa na umri wa miaka 30 hivi. Uso unafanana na Maua, macho yale yale makubwa, tabasamu kidogo la upande mmoja. Alipokaribia, Amina alimwangalia kwa makini. "Unafanana na mtu niliyemwona picha yake," alisema kwa sauti ya chini. Juma akatoa karatasi ile. "Maua alikuachia kitu cha kukumbuka usiku wa mwezi." Amina aliangalia karatasi, macho yake yakawa mekundu ghafla. Alifunga duka haraka. Akampeleka Juma nyuma ya duka kwenye chumba kidogo chenye viti 2 na redio ndogo. "CD hiyo nilijua. Maua aliniambia usiku mmoja kabla hajafariki. Alisema ikiwa utaipata tusikilize kwa pamoja. Tumsikilize kwa pamoja. Lakini kuna siri kubwa zaidi." Alichukua CD akaiweka kwenye redio, CD player zamani. Wimbo ulianza. Sauti ya Maua dhaifu lakini safi ikiimba, "Maua yangu yanachanua usiku. Juma wangu ananitazama kwa macho ya mwezi. Lakini siri yetu iko chini ya maji. Mahali hatuwezi kuogelea." Juma alisimama. Alimtazama Amina. "Chini ya maji? Bwawa letu?" Amina akatikisa kichwa. "Maua aliniambia kuwa alificha kitu bwawani siku moja kabla familia yetu kuondoka miaka ile. Alisema ni zawadi kwa siku utakapokuwa tayari. Lakini bwawa ni hatari. Watu wanasema kuna mtu alizama hapo zamani na roho yake bado inatembea usiku." Juma aliangalia nje dirishani. Mwezi ulikuwa mkubwa usiku huo. "Nataka niendelee. Nataka nijue siri yake yote." Amina akamwangalia kwa huzuni na uoga mchanganyiko. "Kesho usiku tutaenda pamoja, lakini Juma, kama tutaingia majini hatuwezi kurudi kama tulivyoingia."
Juma akatikisa kichwa polepole. Siwezi kuacha sasa, Maua aliniita, lazima nimjibu. Wimbo ulimalizika, redio ikazimika yenyewe tena. Je, Juma atathubutu kuingia uwawani? Usisahau kusubscribe na kushare.